Umdhaniaye siye. Wahenga hawakukosea waliponena hayo, mtazamaji. Na siku zote yule mtu ambaye amenyamaza ama silent killer ni mbaya kuliko hata yule ambaye anaropokwa kama mimi hapa hivi. So mtazamaji, story yangu inanipeleka moja kwa moja hadi kwa Kayla, na hii ni kipindi cha Ayana. Kwa wale ambao wanazidi kufuatilia mwendelezo wa kipindi cha Ayana, Kayla ni msichana ambaye tumeona mienendo yake imebadilika. Wengi hatukuamini kiasi hicho ambacho ametuonyesha. Hatukuamini kama Kayla she is that evil. We never thought that. She was silent. She was always cool. Even you'll never suspect that this Kayla ni msichana mbaya. Kumbe Kayla ni mbaya ikifika ni kuweza kutaka hata kufanya mtu aweze kuumia. Na hii mtazamaji, moja kwa moja inakuonyesha kitu kimoja. Mzee Tyrone akigundua kwamba Kayla si yule msichana ambaye alidhania, basi atamchukia, basi atamuona kama mtu bure kabisa. Sababu fahamu kwamba mzee Tyrone alibidi aweze kumsaidia Kayla. Imagine unamsaidia mtu ambaye amekuja kuomba msaada wako, alafu huyu mtu anakuja kukutafunia hadi msichana wako. Anataka msichana wako aweze kuingia in a big mess. You know, that is something ambayo mtazamaji, mzee Tyrone akigundua, mambo yataweza kuharibika vibaya sana kwa huyu ambaye ni Kayla. Now, kuna kitu kimoja unafaa kuelewa kuhusu Kayla. Kayla mapenzi yamemchezesha sana. Tangia aweze kuona yule kijana, fikra, mawazo yake yamebadilika mno. Ameanza kuonyesha evilness. And this inatuonyesha kwamba there's somehow ukimpenda mtu you can be evil sababu ya kumpenda tu. Na hii imeweza kuwa portrayed kwa Kayla.